kwenda uhamishoni, wakaenda kuishi nchi ambayo sio nchi waliozaliwa, wakaenda kuishi na kukaa mahali ambako siko mahali ambako Mungu alikusudia kwamba waishi. Na waliowateka kwenda uhamishoni na kuwapeleka Babeli ni maadui, ndio waliowachukua wakawatoa katika nafasi yao, katika nchi yao, nchi ambayo Mungu alisema nao kwamba ni nchi iliyojaa maziwa na asali. Lakini ghafla wanahamishwa, wanapelekwa Babeli, wanaenda kuishi nchi ambayo sio ya kwao. Nataka nikwambie, hata kama utafanya kazi kiasi gani, lakini ile kazi utakayoifanya na yale matokeo yatakayotokea hayawezi kuwa baraka kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu mahali uliko, nafasi ulio nayo, sipo mahali pako, sipo mahali ambapo Mungu amekusudia kwamba uwepo hapo. Nataka nikuambie mchana huu leo ya kwamba leo hii kila aliyekutoa kwenye ulimwengu wa roho, aliyekutoa kwenye nafasi yako, kwenye mahali pako pa baraka zako, mahali pa mafanikio yako, adui akakutoa hapo, akakuhamisha, akakupeleka mahali ambako siko Mungu alikotaka wewe uwepo, wala sio nafasi yako hapo mahali ulipo. Nasema leo unarudi kwenye nafasi yako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema leo unarudi kwenye nafasi yako kwa jina la Yesu. Amen. Ndio Israeli wakachukuliwa kwenda uhamishoni, wakaenda kuishi mahali ambako siko mahali pa mafanikio yao, siko mahali pa baraka zao, wamehamishwa. Nataka nikuambie leo hii ya kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa, Roho wa ufunuo yuko hapa, Roho wa hekima yuko hapa, Roho wa Mungu uko hapa. Mahali popote aliyekutoa kwenye nafasi yako, aliyekutoa kwenye baraka zako, aliyekuhamisha kwenye baraka zako na mafanikio yako, aliyetoa maisha yako akayapeleka mahali ambako siko panapopaswa kwamba wewe uwepo. Nataka nikuambie leo ni siku ya kurudishwa kwenye nafasi yako. Leo ni siku ya kurudi kwenye baraka zako. Leo ni siku ya kurudi kwenye mafanikio yako. Maana yuko Roho Mtakatifu, yuko hapa, Roho wa Mungu yuko hapa, yuko katikati yetu. Nasema ninaongea na mtu rohoni. Nataka nikuambie, iwe ni adui alikuangusha, leo atakuachia, leo atakuachia na utarudi kwenye nafasi yako. Amen. Oh, haleluya. Amen. Ndio maandiko tuliyosoma kwenye Yeremia 29 mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba Bwana akasema na Yeremia akasema, ninawaazia mawazo ya amani na wala si mabaya katika siku zenu za mwisho, na huko mlikochukuliwa nitawarudisha tena, na mtanitafuta mtaniona, mtanitafuta mtaniona. Nasema leo unarudi kwenye nafasi yako, unarudi. Wapende wasipende, leo unatolewa kwa nguvu isiyo ya kawaida, unatolewa mahali ambapo siko mahali Mungu anapotaka uwepo. Leo unatolewa na unahamishwa. Amen. Amen. Ndio yuko hapa, yupo katikati yetu. Mungu anasema na Yeremia, itakapotimia miaka 70, itakapotimia miaka 70 nitawarudia tena, nanyi nitawarudisha kwenye nchi yenu, maana mimi Mungu nawawazia mawazo ya amani, nawazia mawazo ya amani katika siku zenu za mwisho. Nanyi mtanitafuta, mtaenda mtanitafuta, nanyi mtaniona. Nataka nikwambie mchana huu leo, yuko hapa aliyesema nyakati zile ndiye anayesema na wewe hata sasa, hajawahi kubadilika. Aliyesema nyakati zile na taifa la Yuda, hata leo anasema na wewe. Yuko hapa mahali ambapo siko Mungu alitaka uwepo. Unajikuta unahangaika, unajikuta uelewi kwamba alifanya nini. Kila unachofanya umekuta unataabika tu. Nasema leo hii ya kwamba leo hii Mungu yuko hapa, yupo katikati yetu. Leo unaenda kurudi kwenye nafasi yako. Amen. Unarudi kwenye position yako. Amen. Na ukirudi
kwenye nafasi yako, nataka nikwambie utaona baraka za Mungu. Amen. Utaona njia zikifunguka, utaona milango ikifunguka, utakutana na mafanikio yako, utakutana na Mungu. Nataka nikwambie mchana wa leo, Biblia inasema ya kwamba mmechukuliwa, alafu maandiko mengine anasema Mungu akasema nitashughulika na huyo adui, nitashughulika na huyo Nebukadneza aliyewachukua kwenda uhamishoni, nitashughulika naye, huyo nitashughulika naye, huyo aliyewateka nitashughulika naye. Lakini mimi lazima mrudi kwenye nafasi yenu, lazima mrudi kwenye nchi yenu, nchi ambayo niliwaambia tangu mwanzo nyakati za Ibrahimu ya kwamba ni nchi yenye baraka, ni nchi iliyojaa maziwa na asali. Lazima mtarudi, maana huko mahali mliko siko mahali unapotakiwa uwepo. Leo hii lazima tunarudi kwenye nafasi yetu. Amen. Hebu sema ninarudi kwenye nafasi yangu. Ninarudi kwenye nafasi yangu. Sema tena, leo hii ninarudi kwenye nafasi yangu. Ninarudi kwenye nafasi yangu. Sema Bwana Yesu, naomba unisaidie. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie. Nirudi kwenye nafasi yangu. Mahali pa baraka zangu. Mahali pa mafanikio yangu. Mahali pa amani yangu. Sema kwa jina la Yesu. Nataka nikuhakikishie mchana huu leo ya kwamba leo ni siku ya kurudi kwenye nafasi yetu. Amen. Mungu aliyotukusudia tangu mwanzo. Amen. Nafasi yako Mungu aliyokukusudia tangu mwanzo, leo unarudi. Aliyekuteka, aliyekufunga, anasema nitawafungua watu wenu waliofungwa. Nitawafungua. Nasema leo muujiza wako uko hapa. Amen. Leo muujiza wako uko hapa. Amina. Na unaenda kukutana na Mungu huyu aliye hai, maana yuko hapa na yuko katikati yetu. Anasema nitawarudisha katika nchi yenu, maana mimi Bwana ninawawazia mawazo ya amani wala si mabaya katika siku zenu za mwisho. Nani mtaenda, mtanitafuta na mtaniona. Nataka nikuhakikishie ya kwamba mahali ambako usiko leo hii lazima utoke huko uweze kurudi kwenye nafasi yako. Ukirudi kwenye nafasi yako, nataka nikwambie utamtafuta Mungu na Mungu ataonekana. Utamwita Bwana, Bwana atasikia. Kwa nini? Kwa sababu umerudi kwenye nafasi yako. Leo hii rudi kwenye nafasi yako. Aliyekutoa kwenye nafasi yako leo akuachie. Leo utoke huko kwa jina la Yesu. Anga lolote, falme yoyote iliyokushikilia, adui yoyote aliyekushikilia katika ulimwengu wa roho, atakuhamisha, atakutoa kwenye baraka zako, atakutoa kwenye mafanikio yako, atakutoa kwenye amani yako. Leo lazima kuachie. Leo lazima kuachie. Leo lazima kuachie. Leo lazima kila mmoja. Leo tunarudi kwenye nafasi yetu. Tunarudi kwenye nafasi yetu Bwana aliyotukusudia tangu mwanzo. Amen. Hata mimi narudi kwenye nafasi yangu Bwana aliyenipangia tangu mwanzo. Sema leo ninarudi. Sema tena, leo ninarudi. Nasema leo tunarudi kwenye nafasi yetu. Mahali popote uliposhikiliwa, mahali popote ambako huelewi, unajikuta kila unachokifanya unaona hakiendi, nataka nikuhakikishie kwamba leo ni siku ya pekee na tunaenda kuingia kwenye maombi na maombezi. Hatutaacha maombi na maombezi, tunaenda kuingia kwenye maombi na maombezi. Leo hii tutahamishwa, tutatolewa mahali ambako siko Mungu alikotaka tuwepo. Umejikuta tu uko hapo, na wakati mwingine unahangaika, unajiuliza ni nini, huelewi kwamba ni nini. Nataka nikuambie, aliyekuteka, aliyekutoa kwenye nafasi yako leo anakuachia. Apende asipende, leo anakuachia, na leo unarudi kwenye nafasi yako na utamwona Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Nasema unaenda kumwona Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Ndio Mungu anaambia Yuda ya kwamba nitawarudisha kwenye nafasi yenu, nitawarudisha kwenye nchi yenu, nitawarudisha mahali ambapo mimi Bwana nilikusudia kwamba muwepo huko, na adui akawachukua, akawateka, kuwapeleka uhamishoni. Leo mtarudi tu. Nataka nikwambie hata wewe leo unarudi kwenye nafasi yako. Amen. Tumeimba hapa wimbo tukazungumzia habari ya ile bahari ya Shamu. Maadui waliowafuatilia wote waliishia, walizama. Hata leo Mungu anatenda. Unajua mimi imani yangu iko hivyo.
kwamba aliyetenda nyakati zile hata leo anatenda. Amen. Hata leo adui zako wanaokufuatilia, unajua hatujafika mahali kwenye viwango vya kimungu. Wewe usihangaike na adui yako. Nenda kwenye magoti. Amen. Nenda kwenye magoti. Vita vitapiganwa huko. Amen. Afu unajikuta uko salama. Unanielewa ninachosema? Amen. Leo adui zako ambao wamekuwa wakikufuatilia, walikuwa wanakufuatilia nyuma, nataka nikwambie leo utawaona wakizama kwenye bahari, utaona wakizama mbele yako, maana Roho Mtakatifu yuko hapa, yuko katikati yetu. Maadui wanakufuatilia kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye mipango yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Adui yoyote katika ulimwengu wa roho anafuatilia familia yako, ndoa yako, shuleni kwako, nataka nikwambie leo maadui wote leo watazama kwenye bahari kama ilivyotokea nyakati zile, hata leo inatokea. Yani hapo mimi uniondoi. Yani ninaposoma neno la Mungu sasa hivi, yani kile kilichotokea wakati ule hata sasa kinatokea. Amen. Yani huwezi kuniambia wakati ule Elia anazungumza, anasema na ijulikane kwamba Mungu ni yupi anayestahili kuabudiwa. Mwiteni Mungu wenu na sisi tutamuita Mungu wetu. Wewe uliona hapo sadaka inajazwa maji, mapipa ya maji 4. Alafu na kuni zitawakaje? Lakini Elia alichotaka ni kumdhibitisha Mungu wake. Alafu anamaliza hapo, wenyewe wanaita miungu yao haikufanya chochote, lakini Mungu wa Elia akashuka kwa moto na ile sadaka ikateketezwa. Alafu Elia akasema kamateni malize hapo. Hivi unafikiri leo haitokei? Inatokea. Unafikiri leo haitokei? Unajua tumefika mahali tunaona ile neno la Mungu limepitwa na wakati, ni la wakati ule, lakini hata leo inatokea. Amen. Nasema hata leo inatokea, ukitamka inatokea. Amen. Nasema ukitamka inatokea. Amen. Unachotakiwa ni kutembea na huu uwepo wa Mungu, ukitembea katika uwepo wa Mungu wala usiogope, ukitamka inatokea. Amen. Leo unaenda kukutana na Mungu. Nasema leo unaenda kukutana na Mungu. Na yuko hapa, yupo katikati yetu. Biblia inasema Yuda walikuwa wamehamishwa kwenda uhamishoni Babeli, lakini Bwana anawarudia tena ili kuwarudisha mahali pao. Leo urudi mahali pako, leo urudi kwenye nafasi yako ya baraka zako. Aliyekutoa leo, pambana naye akuachie, mwangamize akuachie kwenye ulimwengu wa roho. Naongea na mtu wa roho hapa. Amen. Naongea na mtu wa roho. Kwa hiyo Yuda walichukuliwa uhamishoni, lakini ya kwanza kulitokea wa Israeli kwenda utumwani, wakaenda utumwani, lakini baada ya miaka minne ilipotimia, Mungu anawarudia kusoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 3. Utaona Mungu anamuita Musa, anaenda anamwambia ninakutuma ili kwamba uende ukawatoe watoto wangu, ukatoe taifa langu kwenye mateso, kwenye shida, kwenye taabu. Ninakutuma uende ukawatoe. Maana yake Mungu anataka waende mahali pa baraka zao. Pale mahali walipo Misri walikuwa wanafanya kazi kubwa, lakini ilikuwa sio rahisi ziwe faida yao. Kwani waliweza kuhama na majengo? Hawakuweza kuhama na majengo walioyajenga. Ule mji waliojenga hawakuweza kuhama nao. Kitu walichoondoka nacho ni mali zao pamoja na watoto wao na wake zao, lakini mali zile ambazo hazihamishiki, ambazo walitabika nazo, hawakuweza kuondoka nazo. Lakini Mungu anataka waondoke, warudi, waende kwenye nchi yao, waende mahali ambapo Mungu anataka wawepo hapo. Na hapo mahali wanapotakiwa wawepo ni mahali pa amani, ni mahali pa furaha, ni mahali pa ushindi. Mungu anataka uwepo na urudi kwenye nafasi yako ili Mungu akutane na wewe. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hiki ndicho kilichotokea kwa taifa la Israeli, kitokea pia kwa taifa la Israeli. Mungu akawakumbuka, Mungu akawarudisha kwenye nafasi yao. Nataka nikuambie mchana huu wa leo ni siku ya kurudi kwenye nafasi yako. Aliyekutoa kwenye nafasi yako mahali ulipotakiwa uwepo akakuhamisha, leo hii
atakuachia na utarudi kwenye nafasi yako. Na ukirudi kwenye nafasi yako utaona amani. Nasema utaona amani. Nasema utaona amani. Utaona baraka. Utaona mafanikio. Na utamwona Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu mahali ulipo sasa ndipo mahali Mungu alipokusudia kwamba wewe uwepo. Nataka nikuambie, ukiwa mahali ambapo siko Mungu alipotaka uwepo, itakuwa ni shida, itakuwa ni tabu. Kila unachokifanya unafanya, lakini unajiuliza maswali mengi. Lakini wakati wa Bwana umefika, wakati wa Bwana umefika wa kurudishwa kwenye nafasi. Adui aliyekuhamisha, aliyekutoa kwenye nafasi yako, kwenye ulimwengu wa roho, nataka nikuambie leo hii hakuna adui yoyote ambaye ataweza kukushikilia. Tunapoenda kuingia kwenye maombi na maombezi, nimesema maombi na maombezi, hatutaacha mpaka Yesu arudi. Amen. Nasema hatutaacha mpaka Yesu arudi. Amen. Ndio, kwa sababu hii ndio inayofungua watu, hii ndio inayoponya watu. Bila hivyo hakuna kitakachotokea. Nasema leo hii hapa, kila kilichokukamata leo kinakuachia, kilichokutoa kwenye nafasi yako, kwenye position yako, na hata mwisho wa siku unajikuta umekuwa mtu wa kuhangaika, umekuwa hata uelewi unachokifanya, hata unachokifanya hakiendi. Nataka nikuambie leo ni siku ya baraka kwako, leo ni siku ya Bwana kwako, leo ni siku yako Bwana akutoe. Nataka nikuambie Mungu ndiye aliyewatoa uhamishoni, sio akili zao, sio elimu yao, sio ujanja wao. Mungu ndiye aliyewatoa, Mungu ndiye aliyewashuka akawatoa, akawarudisha kwamba warudi kwenye nafasi yao, warudi kwenye nchi yao ambayo Mungu amewaahidi tangu miaka iliyopita. Mungu amewaahidi kuwepo kwenye nchi, ni adui tu aliyefanya hivyo kuwahamisha. Leo tunarudi kwenye nafasi yetu na tunaenda kumwona Mungu kwa viwango vikubwa. Amen. Hebu simama kwa miguu yako. Kama umenielewa